hofu na mapenzi ya ajabu. Jina langu ni Vincent Masawe Mbacho, mzaliwa wa Njiro, Arusha. Nilikuwa kijana wa kawaida tu, sina mengi ya kujivunia zaidi ya kuwa fundi umeme na mpenzi mkubwa wa vitabu vya kale, hasa vile vya historia na imani za asili. Sikuwahi kufikiri kwamba siku moja ningeingia kwenye dunia isiyo ya kawaida, dunia ya mapenzi ya jini na binadamu, dunia yenye giza, mapenzi yasiyo na mwisho, na kiapo cha damu kilichobeba laana ya vizazi vitano vilivyopita. Kila kitu kilianza mwanzoni mwa mwaka 2023 mwezi wa Juni, usiku wa baridi kali. Nikiwa nasafisha chumba changu cha kazi, niliokota kitabu cha zamani sana kilichokuwa kimetupwa nyuma ya kabati, kilifunikwa na mavumbi na majani yaliyokauka, kana kwamba kilikuwa kimezikwa huko kwa makusudi. Jina la kitabu hicho kilikuwa Mapenzi ya Kivulini, kilichoandikwa kwa Kiswahili cha zamani sana, kilichojaa maandiko ya kifumbo na picha za ajabu. Please, naomba usubscribe channel yangu hii pendwa ya The Best Education in Love, ili kuwa mtu anayependa kujifunza na kuelimika kimaisha. Nilipokifungua, hali ya chumba ilibadilika. Joto liliongezeka kwa ghafla, taa zilianza kudunda na nikasikia sauti ya mwanamke ikinong'ona kwa upole masikioni mwangu, "Usiogope, moyo wangu umekuona." Nilidhani ni ndoto au labda uchovu wa kazi, lakini kila usiku nilipolala, nilianza kumuota huyo mwanamke. Aliitwa Nadira, alikuwa mrembo wa ajabu, ngozi yake ilikuwa na mwanga hafifu wa kijani, macho yake makubwa kama ya paka, na nywele zake zikiwa na harufu ya mvua ilionyesha porini. Nadira hakuwa binadamu, alikuwa ni jini, binti wa kifalme wa ukoo wa Mavumbini, ukoo wa majini wa mapenzi na laana. Tulianza kuwasiliana ndotoni, lakini baadaye akaanza kunijia katika uhalisia. Nilimuona mara ya kwanza nikiwa naendesha baisikeli jioni kuelekea soko kuu. Alivuka barabara mbele yangu akiwa amevaa dera jeupe lenye mikanda ya dhahabu, lakini alipogeuka alinitazama machoni na kutoweka pale pale, bila kelele, bila mvumo. Siku hiyo sikulala. Niliporudi nyumbani, nilimkuta amekaa kwenye kiti changu cha kochi. "Nimeamua kukuonyesha ukweli, Yona," aliniambia kwa sauti ya kupendeza lakini ya ajabu. "Mimi si wa ndoto tu. Nimechagua moyo wako, lakini mapenzi yangu yana gharama." Nilimpenda. Kweli nilimpenda. Sijui ni nini kilinifanya nivuke mstari wa kawaida na kumkubali. Labda ni huba ya jini, au labda moyo wangu ulikuwa umeshachukuliwa siku nyingi kabla sijajua. Lakini siku moja niliamka nikakuta nimezungukwa na majivu kitandani. Ukutani kulikuwa na alama za damu nyekundu zilizoandikwa kwa lugha nisiyoielewa. Nadira hakuwa nyumbani, na siku hiyo watu 4 waliuawa kwa njia ya kutatanisha huko Unga Limited. Wote walikuwa watu niliowahi kutembelea miezi 2 iliyopita. Nadira aliniambia, "Mapenzi yangu ni baraka kwako, lakini laana kwa wengine. Walioshika moyo wako kabla yangu lazima waondoke." Nilianza kutetemeka. Niliogopa, lakini bado nilimpenda. Ujinga au hila ya mapenzi? Sijui. Siku moja nilimpeleka kwenye mlima Meru, tukiwa juu kabisa karibu na mdomo wa krateri. Tulikuwa tumekaa tukitazama anga. Aliniambia, "Ili tuwe pamoja milele, lazima ukubali kufa leo kama binadamu na kuzaliwa kama wa kwetu." Nilikataa. Nikamwambia, "Mapenzi ya kweli hayahitaji kifo." Nadira aliniangalia kwa muda mrefu, macho yake yakianza kubadilika kuwa meusi kabisa. Upepo ulianza kuvuma, mlima ukatetemeka, miti ilianza kunong'ona majina yangu kwa lugha ya kishetani. Nikakimbia. Niliteremka mlimani usiku kucha, nikiwa sina viatu, nikilia, nikitetemeka. Nilimkimbia Nadira kwa miezi kadhaa. Nilibadilisha makazi, nikaenda kwa waganga, wachungaji, hata maaskofu, lakini bado alikuwa akinijia ndotoni, akinijulisha matukio yajayo, na yote yakawa kweli. Aliniambia kuhusu ajali ya pikipiki ya rafiki yangu Hamis, ikatokea. Aliniambia kuhusu mvua ya mawe itakayopiga Arusha tarehe 17 Disemba 2023, na ilitokea. Mpaka leo, mwaka 2025, naandika haya nikiwa nimejificha katika nyumba ya mbao huko Olmotonyi. Sijui kama nitabaki salama. Kila usiku saa 8 kamili, mlango wangu hupigwa mara 3. Nikifungua, hakuna mtu. Lakini nikifunga macho, sauti yake hunigusa. "Umechagua moyo wako, lakini moyo wako ulikuwa wangu kabla hata ya kuzaliwa." Na sasa naanza kuelewa. Labda mimi si binadamu kabisa. Labda damu yangu ilishaandikwa katika kitabu kile cha Mapenzi ya Kivulini. Labda mapenzi ya jini si ya kuchezewa. Nimesema yangu. Wewe usithubutu kumpenda yule usiyemjua asili yake. Mapenzi mengine huja na maua, mengine huja na kaburi. Msikilizaji wangu, ni kusihi kusubscribe channel yangu hii pendwa ya The Best Education in Love, ili kuwa mwanafamilia wangu na uweze kupata elimu za kimaisha na mafunzo mbalimbali ya kimaisha. Msimuliaji wako ni mimi Vincent Masawe Mbacho.